the finances that have capsized, have gone wrong. Maybe your health all of a sudden has gone bad. You feel alone. You feel hopeless. It seems like your life is ebbing, it's going, it's ending. I am sure you can relate to that. This has not happened to you alone. It happens to everybody. And specifically it happened to the disciples of Jesus Christ. We shall get our lesson from the disciples of Jesus Christ when they were at their lowest moment. In the book of Mark, which is the oldest gospel written, the earliest gospel written, it was the first gospel book to be written. In chapters 1 to 3, the disciples are with Jesus. He is teaching them. He's performing miracles, he's healing, he's sending away demons. They are very happy to be associated with him. They are on top of the world. They see healing. They see demons running away. They hear about the kingdom of heaven. They are happy. They are on top of the mountain. Then in chapter 4, verse 35, Jesus tells them, they are by the Sea of Galilee. He tells them, now let's cross from this side to the other side. So that there we can do other things. They were excited, of course, very excited. And they obeyed. And because this was a promise, let us cross to the other side. I want to remind you that the disciples, most of them, they had been fishermen. They were experienced sailors. They knew the Sea of Galilee very well. However, something happened. Let us read Mark 4, 35 to 41. Please read it, my sister. Asiri tukoliria ligachia koba magoroba akabatevya tuamboke kuchia ngumbu bagatiga emeganda bakamoira amo na barabwo bunalenge asobwato bulia na amata nde nalenge amonere ekimbuga mbugu ekenene kyomwaga gikaoroka emerindo egaaka obwato goika amache agachaka goichora obwato ime ere omonyene niga arenge aso obwato ime magega araire igoro aso moito bakamotura bakomotebya omworokia taligento asole gotagosira I'm sorry. Omworokia taligenta asore getogosira akaboka agatogonyera omwaga
ogotebia enyancha kira otoerere omwaga okaera gokaba ogotoerera okonene akabatebia naki mukobwainwe timuri no kwegenda bagasogwa no mondoko monene bagatebania ing'oyo rende goikanonya no mwaga n'enyancha bikomoigwera. Amen. And so the excited disciples are on the boat. They want to cross over to the other side, a new territory, so that they can also hear again what Jesus can do there. And in the middle of the sea, a storm comes. The Bible tells us Jesus was right inside that boat, asleep, totally. Maybe he was snoring. He was totally asleep. The disciples were frightened, even if they had known about that sea for many years. They had been plunged into a storm. Their life, their faith, their future was threatened. The storm was beyond what they knew about that sea. It was a terrible storm. Yet Jesus was asleep. Inside that boat, during that storm. Now, there are times in life that challenges come to you, and even if we had said at the beginning, Jesus is in us, it throws us from the mountain to the valley of doubt. Our peace is removed. Our faith fades. We are scared and threatened. What do we do? What did the disciples do when we have issues in our lives? When our health is threatening? When our finances are gone? When the future is not there? What do we do? Let us learn from what the disciples did. We want to know from the beginning that when Jesus is in our boat, storms may come, but there will be no sinking. Praise the Lord. Storms can come. Torrents can pour on us. The ship may be getting water into it. But when Jesus is in our boat, we will not sink. Praise be to God. He is our lifesaver. Those of you who have crossed the ocean or the lakes, there's something they give you to wear that is called a life jacket. So that if an accident happens and you drop into the ocean, you don't sink.
No, it makes you to float. So that you can be located. Here is somebody who is struggling. Jesus is our life jacket. When the storms of life come, Jesus is our life jacket. We will not sink. We will manage. Now, there are things to learn from the disciples' story. Points that I want us to note. The first thing I want us to do is to go back, and I'll give you the title of my sermon today. It says, when Jesus is in your boat. When Jesus is in your boat. When Jesus is in your heart. You are carrying Jesus with you. What happens when you have Jesus in your heart? Now, lessons to learn. Number 1, obedience does not cancel storms. Obedience does not cancel storms. You can't say, I have been giving my tithe. I have been worshiping. I have been praying for my family. I have been praying for my health. I have been obedient to God's word. Why has this happened to me? The disciples were obedient. When Jesus told them, let us cross, they were obedient to cross. That did not stop the storm. Obedience does not remove storms. What does obedience do? It guarantees the presence of Jesus. When there are storms, when you have obeyed, then Jesus is there with you. His presence is guaranteed. You have obeyed and a storm has come. Sometimes this is a preparation for a future undertaking. You cannot comfort somebody if you have not had a loss yourself. You cannot understand financial stress if you haven't gone through them yourself. You must have put on a shoe of pain to understand another person's pain. So sometimes obedience is just preparation for what we are going to do. You obey, but there is a storm. When you go over the storm, you can tell the others how you made it. So don't cry when you are going through pain. You have Jesus in your boat. His presence is guaranteed. He may be preparing you for some
great undertaking. Ligagenderete gokwanda ase emirimo ya mambia yao. Point number 2. Egento gya kabere. Jesus may at times seem silent. Yesu nabarabe chinga kichindo korekana ngagakirete. Verse 38 tells us that and he was asleep on a cushion, on a pillow. Eke bungo ge meronge tato ni sana stege go tabanga iga araire arare to muito akirete. The wind was blowing. No molindo go genderete. The water was filling the boat. Amacha ngero go sobwato ime. The disciples were panicking. Aboro kikubano bangeire go kondo kamono. Jesus was asleep very peacefully. Yesu ere gare irare no morembo ye bwonsi. Have you ever prayed Kwanya go saba and you felt like your prayer is not going beyond the ceiling? yani nande kwamenya ko ungo go saba kora kunkora etani nyomba iga go Have you ever prayed and felt like heaven was silent? Kwanya go saba oigunga ya igorotera kwana kende igekirite. Have you ever felt that the Lord does not care about you? Kwanya ko igunga nyasaye go si Yesu tali na acha na ye tali go shugulikera. I want you to remember this. Igonta geto inyoreke. The storm did not wake up Jesus. Melindelia tiyaboge ti Yesu. It is not the storm that woke up Jesus. Tali melindelia go somwago oli oboge ti Yesu. But it was fear. No bwoba, Not his fear, tali bwoba bwaye, but the fear of the disciples. lakini obwoba bwabo orokigwa. So Asigo they cried out, bakalera don't you care that we are perishing? igoto kumetinga intu ngo kutole tuangamire. They are not remembering that Jesus is also there in the boat with them. Mbainyo tinga Yesu nere no aro But bwato they ino are, are they na are waking him up, shaking him up and saying, Master, don't you care that we are perishing? Niko bajite ba komotura ngae o maneno ito. Toru echandere ngango kutole. Jesus responded to their fear. Yesu akamenya ko irane lyago kyaso obwoba buli bwabo. He responded to their fear. Akamenya ko irane lyase ngencho obwoba buli He bwabo. came because of their fear. Agachaka ko shugulikera obwoba bulya. Bwana Yesu asifiwe. Omane Yesu abakwe. Sometimes we are down in that valley. Chinga kichinde nchiro tokonyora tore ora ime. Sometimes we are down with the sickness. Sachinde ndire tore inse na marwaire. Sometimes we are down with the loss. Chinga kinchire tore inse senyu tuwaseli una abaminto. But remember, Jesus is in your boat. Lakini nyora nga Yesu no ara so bwato He bwao. is quiet, he is silent. Niga kirete no are. But when you cry to him, Lakini ekero okolera go kyasale. he will come without delay. Iga gocha akonye ataliko liya. And so Jesus was resting because he was not worried. Asego Yesu niga tumogeta senyo ta kumetie. But the disciples were worried. Lakini aborokia ba Yesu mba kumetie. And so he woke up because of their fear. Asiga akaboka asingenchi yobwoba bwabo. Jesus does care. Yesu niga Whatever chandera mono. Ogwechanda gosobora bolito okwetera. Kende gyonsi kelike gendete kokoleka nasole. Iga gwechandera. Manene Yesu abakwe. Storm will come. Omwago oyo nabora abo monene mono. Number 3, the storm reveals what is inside you. Egento gya gatatu omwago olya nigo okorusi kelikere ime yawo. Storms come to test your faith. Omwago oli gogocha gotema okwegena kwao. When you have Jesus in your boat, Yesu ime yobwato bwao. the storms are allowed to come. Emelinde eli yancheire gocha. They come to test your faith. Nige gocha gotema okwegena kwao. When pressure rises, Ekero ebintu bigenda kusalika mono. what is it that comes out of you? Ngento kige gocha inkorume yao. When you are that sick, Ekero rwarete mono. what is it that comes out? What do you speak? Ngento kyogo kwana. Na akule na elire. Is that what you say? Ekina kyogo kwana mona tebirigo. Tobwati kende bodo tuakule tuasirire. I don't have anything, I have perished. Tindo chinga go chibosio kende nkeroro. I have no future. What do you say? Nkyogo teba. Do you remember that Jesus is in your boat?
koinyorore nga Yesu no araso bwato bwao. So storms come to test our faith. Igonga emelindo nigegocha gotema okwigena gwaito. In verse 40, Jesus asked them, Ekebungo kiemerongene Yesu nigakubabolia iga. why are you so afraid? Kigekogera moko bwengenchenge kabireye. He said to them, Akamanya ko batebya. why are you fearful? Inki mwaboerete. How is it that you have no faith? Ngaki kunyarikana ngamubwati okwigena. Storms Emelindo come to test our faith nigegocha gotema okwigena and to gwaito. reveal that which is in us. Na gocha kuorokia kerikere imeyaito. In the presence of storms, do you stand? Ekere melindere gogoterera. Or do you run here and there wavering? Wosokonya gochararaga nalyo otabwati omusimamo. The real issue here was not the storm. Egento gyekenega njarenge ngane kembuga mbugukeria. It was the trust of the disciples. Oyarenge okwigena kwaba abaorokigwa. Sometimes God allows storms to expose what is in us. Chinga kichinde Nyasaya gagwanchere melindo elinda aorokie kerikere meyaito. Hidden fear, Obuaba boli bwebisete. weak trust, Okosemelia kotalire chinguru. immature faith. Okwigena kotali ogokongu. This exposure is not to shame you. Okoroki kwebinte ebireme yawo nkoli gocha sengencho goko bosoku. I want to repeat, this exposure of your weakness is not to shame you. Igonta eteko iroranga okoroki gwako obwobo bwega bukoleme yawo nkoli gocha elinde gogosokie. But it is supposed to help you to grow. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ota eteko gokonye elinde okino manene yesabakwe. It is supposed to make you grow. Igogeta keire gokogokora elinde okine. So the storm reveals what is inside of you. Igo molindo yo igo gokorokie kerikere ime yawo. The next point is that Jesus' authority is greater than your chaos. Point ende yakane nkelinga chinguru chia Nyasaye igokoro nene gwetani ebinte biranya gokora bitaisaini. You think that everything is chaotic around you. Ayobono olengeti ngakirigento kire ande angena asole niko kire kebe mono gesalegete. But Jesus is greater. Lakini Yesu nigaro monene. He spoke. Igakwanete. Verse 39. Kebungo kemerongeta na kianda. Peace. Be still. Omalembe oboro toerera kobororo. Peace. Be still. Omalembe gosogotoerera kobororo. Peace will be still in your boat. Ogotoerera nigokora abororo ase obwato bwao. When you call upon Jesus without shame, Ekirora murangiri Yesu otabwati gosoka. without feeling embarrassed, Otalibwati ogosoku. Jesus will respond. Yesu nabakwiraneria. He will come Igago toererie. and he will say, peace, be still. Nande igaratebe obotoereru bobororo. Bwana asifiwe. Manene yesabakwe. We are going through turmoil, up and down. Nikotogwetera ebinte bikongugana alia. But Jesus in your boat, Lakini Yesu imeyo bwato bwao. Jesus in your heart, Yesu imeyo nkoro yao. will speak to that turmoil and say, peace, be still. Nerora kwanere emechandeli yao atebe obotoere rubobororo. Bring your issues to Jesus. Rete emechando yao gosemegani yao Bring gochasi these Yesu. problems that you think nobody can solve. Lete emechande igorengereti nga wonde tayora nyale konye tatua. Bring that sickness that you are calling your sickness to Jesus. Lete oborwaire bolio konya koroka ngobona oborwaire bwane. Bring that poverty that you are carrying. Lete obotako wega kuabogeiririo kokotabanga ncheno obotaka no bwane rio kana Because bwane. these are all storms of life. Ekiagere yose nemelindo yobugima. Call upon Jesus. Murangiriye Yesu. Master, do you care? Omonene ngwenye chanderole. Jesus will respond immediately. Yesu nigara iraneli kegi mabu abo. He will come and say, peace, be still. Nigago chatebe
omolindo tigo omorembo ororo obotoero rutiga bobororo. Those storms obey him because of who he is. Omwagori nigo moigwerete ase eng'encho yere ng'o munere nare Nyasaye omonene. He was God the creator. Ere Nyasaye omotongi. And so the storms had to obey him. Na igo goika emerinde ye moigwere. Now, the next point is that the promise to the other side still stands. Point ende nerio gotabanga eireria yogotamboka ngochieng'mbwende bado nerororo. That was verse 35, which Jesus said, let us cross to the other side. You see here they have been enjoying, and he has promised them the other side, but there is the sea in between here and there is the turmoil. But the promise still stands. Ike mungo kia maronge tato na isano ase Nyasaye Yesu akobariere katika totambeke gochieng'umbu eliende lakini ase nyancha emelindo yachire lakini ngona onye emelinde yachire bado eireria netigare tonga ngotamboka bari gochieng'umbu eliende. When Jesus gave you a promise, ekere Nyasaye Yesu akoire eira kuriere ira. When he gives you a word, ekere akoire lingana, he cannot cancel it. Nande tali gochionchoka orisalia. When he says that you are blessed, you are actually blessed. Ekere agotebanga ni gosesenirie ekene igosesenirie. Even if you see the storms coming, no bakokorere belindo gegocha, simply call him. He is in your boat. Morangiri kegere no ara so bwato bwawo. He can cancel any storm. Na bagosalia kero molindo, the promise is guaranteed. Lakini eire eligo ikete nene. The storm was very loud. Emelindo yarenge eliogi sana that time. Emelinde yabwate eliogiri nene munatebire. But his voice was louder. Lakini eliogiri yaego yarenge linene gwetani emelinde elia. Bwana Yesu asifiwe. Nene Yesaba. The voice of Jesus is louder than your problems. Eliogiri ya Yesu niko linene gwetani emechando yao. When he says peace be still, ekerago tebanga tigoba toere rubobe ororo. The storms listen and they bow. Emelinde eli gotegerera ye kumba and go away. Yagenda. Now, some of us right now abantu bande bonoiga are in our storms. I'm talking to human beings like me, and I know that we have storms. The question that we are saying is that, is there a storm? No. It is. The question is Jesus in your boat? Because storms are there, so we are not asking about storms. We are asking, is Jesus in your boat? Can he come and steal those storms? If he is, you will not sink. Praise the Lord. The problems will not swallow you. You will not sink. Jesus is one with authority over storms. The storms of life, the storms of nature. The storm will not take you out. Don't go away because there are storms. Don't run away from the Lord. Your work is to wake him up. Wake him up. Cry out. Because Jesus is in your boat. And because he has the power over the storms, the storms will obey him. So that's what we needed to know. Is Jesus in your storm, in your boat today?
Yesu naraso obwato bwao rero. There are storms. We are not debating about storms. They are there. Emelindo nero ekitali gento tokonya kubura linga no bwate emelindo kero omonto na bwate omolindo ye. But then we are asking, is Jesus in your boat? Lakini gento tokoboli niki Yesu naraso obwato bwao ime. Remember, obedience does not cancel storms. Mwenyolenga oko igwera nkoliko chikosalia melinde iyo bwate. It only helps to remove, to guarantee that Jesus is in your presence. It's a preparation for what you have to do in the future. Remember, Jesus is not silent. When you call out to him, he will come. Silence is not, justice delayed, for example. He's waiting for you to call. Don't keep quiet. Call upon him. Yes, the storm will reveal what is in you. They will reveal what is in you. They will cause you to grow when you call upon Jesus. Remember that Jesus' authority is greater than the storms. And that the promise he made for you for your life will go through. God bless you so much. I want to read something here, a prayer. And then I'll ask my sister to close in prayer. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, who stands above every storm. Some of us are smiling, but our boats are filling with water. We are drowning in fear, fighting silent battles. But we are tired of pretending that we are strong. We remember you are in our boat, Lord. Stand now in every life in this place who has a storm. Please say to your people, peace, be still. Today we choose faith over fear. We choose trust over panic. We choose confidence over confusion because you are in our boats. Carry us to the other side, Lord, by strengthening our hearts, by strengthening our faith. When the winds rise again, remind us that you are in our boat and that you are the Lord over all storms and of all nature. We leave this place not storm-free, because storms must be there, but we live fear-free in Jesus' name. Acha tuombe. Mtakatifu Baba, uishie mahali pa juu zaidi. Tumesimama mbele ya kiti chako cha enzi asubuhi ya leo, tukiwa na wingi wa shukran kwa sababu wewe ni baba yetu. Tunasema asante kwa sababu ya neno lako ambalo limeletwa kwa njia ambayo ni kamilifu. Tumeshukuru kwa sababu Roho Mtakatifu umetufunza kuhusu merindo, na tumejua ya kwamba kuna storms, na lakini even in the midst of the storms you still remain God. Your voice supersedes the voice of the storms,
And so this morning, we are encouraged that we have known that we must carry you in our hearts, that we must walk with you, that storms are inevitable, but we serve a great God. We serve a powerful God. We serve Almighty God, a God that will always keep his promises, even in the midst of storms. That storms will never cancel the promises you have made to us. That God, we have learned today that storms are there with us, that everything that we go through in our lives are storms. But God, you have promised to be with us now and forevermore. That you will be there. That the only thing that we need to do is to call upon you, O Lord, to come up and calm the storms. So this morning, we bring unto thy throne every kind of storm that we go through in our families, in our places of work, in our lives, Lord, in our church, Father. Like the whole of January, we've been going through the storm of death. Silently, our sisters and brothers are nursing wounds. Some of them could be sicknesses, lack, oh God, financial problems, oh Lord, poverty, and every other kind of storm that I have not mentioned. Marital storms, Father. I am praying that, Lord, this morning we are calling upon your holy name. We are calling upon the name of Jesus Christ. Even when our faith had fainted, this morning it has been revived. This morning we are being encouraged that even when we are calling upon your name, you're going to respond, oh Lord, into our various situations, that when we leave this place today, we shall have calmed, oh Lord. We shall have received the calls to answer on our storms. Thank you for the speaker of today, even for the next lessons that are remaining. We place them unto your able hands, knowing that you carry us through. For this is our humble prayer. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuwapigie makofi wanapotoka. Bwana awabariki sana. Asante kwa sababu ya neno hilo la kututia moyo. Even when we are in the midst of our storms. God bless you so much. So, hapo ndio tunafika mwisho wa ibada yetu ya kwanza, lakini kabla tuchamaliza, ningependa tutoe sadaka zetu. Alafu tutaingia kwa ibada yetu ya pili. So tutaimba wimbo huu as we are giving our offerings. Endelea ninazidi kutembea, maombi huu yasikie. Nipande milima yote, Bwana unipandishe. Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote, Bwana
tusimame tunapoimba wimbo huo, tutakapomaliza tutaimba. Shaka kamwe Hapo wengi wanakaa kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Nataka tuimbe stanza ya mwisho. Nataka nipandishwe juu zaidi ya mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana tutarudia tena. Nataka nipandishwe juu zaidi ya mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe. Bwana uninue mimi kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Tutaimba kwa mara ya mwisho. Bwana Bwana Yesu uninue kwa imani, mimi nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa nyakati zote Bwana, wakati tunafurahia, hata wakati Bwana tuko katikati ya bahari, katikati ya dhoruba nyingi, wewe Bwana ucha na kutusaidia wakati huo. Tunakuamini asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana watumishi wako wameninena mahali hapa. Naomba Bwana likatusaidie ili tukaweze kusimama, tukapande milima yote, tukapite katikati ya mawimbi yote,
katika jina lako Mungu. Nakushukuru kwa sababu ya wanao bao Bwana wametembea madhabahuni hapa, tumekutolea sadaka zetu, fungu zetu Bwana, even our thanksgiving and at a giving, so King of glory, we pray this morning na kwamba Bwana matoleo haya ukayapokee yawe manukato mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunapomalizia ibada yetu ya kwanza hapa Bwana, tuanze ibada yetu ya pili. Tuomba Bwana kuongozwa na Roho wako. Na kushukuru Bwana kwa sababu ya praise and worship ambao wamesimama mbele zako na mbele za watu wako Bwana, na waombea neema na kibali kitokacho kwako. Wanapotuongoza Bwana, Roho wa Mungu waongoze. Tutakapoanza ibada hii ya pili, tuanze na wewe mpaka mwisho wa siku ya leo. Tuliinue na kulimidi jina lako. Pokea sifa kwa kuwa wewe ni Mungu. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunapoendelea kusimama hivyo, karibu sana praise. Asante Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu awakwe. Amen. Tuko na furaha asubuhi ya leo. Yes. Baba amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Naomba tuinuke tunapoenda kumwabudu, tunapoenda kumwambia wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu siku zote katika maisha yetu. Kwa maneno ya kinywa chako mwabudu Bwana asubuhi ya leo. Kwa maneno ya kinywa chako mshukuru mfalme wa wafalme. Mwambie wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Mfalme, tuko miguuni paka asubuhi ya leo, tumejawa na sifa na shukrani za mioyo yetu. Tunashukuru kwa sababu ya umbali umetuleta Baba yetu. Tunashukuru kwa sababu ya afya na uhai umetupa Baba yetu. Sio kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu wala kwa mamlaka yetu, bali imegharimu mkono wako. We are here to worship you, King of glory. We are here to worship you, mighty man of war in our lives. You have been faithful, Lord. You have been faithful in our lives, my master. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wakupewa sifa ni wewe mtakatifu. Wakuinuliwa ni wewe tu Bwana. Mwambie Bwana unastahili. Mwambie mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Hatuna Mungu mwingine Baba. Wewe ni Bwana, wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme. Tuko hapa kukuabudu Yesu asubuhi ya leo. Tuko hapa kuinua jina lako na kukusujudu. Haleluya, wewe ni mfalme. Haleluya, wewe ni Baba. Hakuna Mungu mwingine kama wewe.
Yesu, wewe waweza asubuhi ya leo. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, mtakatifu wa watakatifu. Wewe waweza, mtakatifu wa watakatifu. Mfalme, asubuhi ya leo tunakuinulia Yesu Kristo sauti zetu. Tunasema wewe ni Bwana, tena wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe waweza. Wewe ni mfariji, wewe ni mshauri. Wewe ni rafiki wetu, wewe ni tabibu wetu wa karibu. Hatuna Mungu mwingine kama wewe, mfalme wa wafalme. Unastahili sifa na utukufu. Unastahili heshima na nguvu na uweza. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Muinulie Mungu sauti yako asubuhi ya leo. Jesus. Kama sio wewe Yesu, tungekuwa wapi, mfalme wa wafalme? Kama sio nguvu zako, tungeshindwa vita, Baba yetu. Kama sio damu yako iliyotukomboa, tungekuwa hai. Tunakushukuru na tunasema asante, mtakatifu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Yesu. Haleluya. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio damu yako, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema na rehema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningeitwa nani
tungeshindwa vita sisi. Kama siyo neema yake tungeshindwa vita sisi. Umetawa na rehema ane matele. Umetawa na rehema ane matele. Kama siyo
mwambie ni wewe unastahili. Mwambie ni wewe uliye kimbilio la maisha yetu la kila wakati. Mwambie Bwana ni wewe ambaye tunakuamini asubuhi ya leo. Asante Yesu kwa wema wako. Asante Yesu kwa fadhili zako. Asante Yesu kwa ushindi ambao umetupa tena siku ya leo. Utukufu ni wako Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu wetu asubuhi ya leo. Asante kwa kibali ambacho umetupa tena Bwana kuwa hekaluni mwako. Mungu wetu umekuwa nasi tangu asubuhi hadi wakati Mfalme. Tunapoingia katika tena ukurasa mwingine Mfalme, tunaomba neema yako katika maisha yetu. Tutawale siku mzima tukuone, maana ni kwa Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Tupigie praise and worship makofi mazuri wanapoenda kukaa. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ningependa usalimie mwenzako, umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Mwambie karibu, karibu sana katika nyumba ya Bwana. Asante, asante, asante sana. Mungu wetu ni mwema, ametulinda tangu tulipoachana last week on Sunday. Ametembea nasi wiki yote na tumekutana leo kwa nyumba yake, ni kwa sababu ya mapenzi yake. Kwa niaba ya secretary wetu ambaye yuko nasi siku ya leo, ningependa nilete matangazo. Kwanza nataka niwakaribishe nyote katika nyumba ya Bwana. This is where you belong. Hapa ndio Mungu alikuwa anataka ukue siku ya leo. So you are in the right place and feel in the feet of the Lord. Choir practice is on. Church choir practice is on Monday, Tuesday, Thursday and on Friday for 1 hour kuanzia saa 10 ya jioni. Kwa hivyo all members of the choir, you are welcome na nimeambiwa you keep time. In connection to that, tutakuwa na Gusii Muungano choirs meeting. Itakuwa Nyapara Iwere on Sunday next week, tarehe 22. Gusii Muungano choirs watakutana at Nyapara Iwere PHE Church kuanzia saa 7 dhuhuri. Kwa hivyo all choir members wamealikwa wajipange mapema kwa ajili ya huo mkutano. Kwa hivyo ningependa kusema last week as a church we contributed to support them kwa ile share ambao wamewekewa ya 20,000. It's important to inform you that we raised 9,900. Tulikusanya 9,900 to support them in registration. However, wanahitajika kutoa 20,000 as a share. Kwa hivyo tunaendelea kuomba sana ndio tupate the difference. Ile ambao wanatakiwa watume mapema inaingia kwa account mapema, wakienda next week wanapata 20,000 simeingia. I want to thank the church for that initiative. I want to thank the choir members kwa the contribution wanaendelea kutoa ndio tufikishe the 20,000 that is needed for registration. Wacha Mungu awabariki nyote. Vile tulitangaziwa last week, tutakuwa na a mega fundraiser hapa kanisani tarehe 12 mwezi wa 4. Tutakuwa na mchango kubwa hapa kanisani, ni kwa ajili ya kununua gari ya kanisa. Kwa hivyo tuliulizwa tutafute wageni ambao watakuja kutusaidia hiyo siku. So tulipewa hii wiki yote uende uongee na mgeni wako. I know you have friends. Hata wewe unajua uko na marafiki. Na usipomwambia saizi, wakati utakuja kumwambia wakati gari imenunuliwa, atakuuliza mbona hukuniambia? So this is the time. Ongea na rafiki wako, ulete jina lake, tumpatie card. Ikifika mwezi wa 4 tarehe 12 tutakuwa na mchango wa mwisho, ni kwa ajili ya kununua church pass, na Mungu atatubariki wote pamoja. Ukipata mgeni, submit the name to the secretary. Card zinaendelea kuandikwa, anakupatia card, a special card for your guest. Zaidi ya hayo yote, sisi wote ni wageni. Najua tumetoka mbali na tunaenda mbali. Mungu atatusaidia tukue wageni hiyo siku. Mungu atusaidie tupate pesa, tununue gari ya kanisa. Wacha Mungu awabariki wote. Nimeambiwa kwamba ladies
wabaki nyuma, all ladies wabaki nyuma baada ya ibada, waone viongozi wao. All ladies baada ya ibada tutabaki nyuma kidogo tuone viongozi wetu. Kutakuwa na competition za nyimbo. Nimeambiwa 7 districts in this region, and because of that the choir members wameambiwa waende kuchukua voices. Voices inaitwaje Kiswahili? Waende kuchukua sauti. Nimeambiwa waende watu 4 or voices, waende tarehe 21 Jumamosi, waende Kisii PH kuanzia saa 3 asubuhi. So choir members, church choir, tutume watu 4 waende watulete all the voices on Saturday. So tukumbuke hilo kwa sababu wanaenda kupewa voices ya set piece ile ambayo tutafanya competition nafikiria mwezi wa 4, the 7 district in this region. Kwa hivyo kuanzia saa 3 asubuhi the 4 people wapate wamefika Kisii PH Church. On the same day, hiyo tarehe 21 Jumamosi, tutakuwa na District Sunday School Seminar. District Sunday School Seminar nayo itaanza saa 2:30 at Nyamataro PH Church. So Nyamataro PH will be the host of all Sunday school teachers in the district. Kwa hivyo tujipange vizuri tunapo wangoja wageni, the Sunday school teachers from the district, kuanzia saa 2:30 hivyo ndio imeandikwa. Kwa hivyo tufike mapema as the host, tufike hapa mapema tukingoja viongozi wa wilaya ambao watakuwa na mgeni ambaye atatufunza kama walimu wa Sunday school. Nataka kushukuru Macedonia West who have been on duty this week. Wacha Mungu awabariki. Wanapomaliza leo jioni, kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Macedonia East. Macedonia East will be on duty as from tomorrow morning. Wacha Mungu awabariki. Tunapojipanga vizuri kwa ajili ya kufanya kazi katika nyumba ya Bwana. Our church calendars vile tulitangaziwa ziko, they are ready. Kwa hivyo get a copy. Ukipata hiyo copy inakuonyesha ratiba your department mtakuwa na mkutano siku gani. Get the calendar from the ushers desk at 100 Kenya shillings. Kwa hivyo siko huko, ni vizuri ukiweka kalenda ya kanisa yako kwa nyumba yako, nayo inakuwa vizuri. Itakukumbusha, unaangalia unaona leo wamama wanakutana, leo wazee wanakutana, na wewe unajipanga vizuri. Get it at 100 Kenya shillings from the ushers desk. Reverend Teresa Isaboke nimeambiwa kwamba hajisikii vizuri. She is feeling unwell. Jana alikuwa hospitali na aliambiwa arudi leo. Kwa hivyo tumkumbuke kwa maombi. Reverend Teresa Isaboke is feeling unwell. She's been in and out. Kwa hivyo na leo tena anaenda hospitali because of the sickness. Kwa hivyo tuwakumbuke na wengine wote ambao ni wagonjwa as a church, tuwakumbuke kwa maombi. Ladies walikutana jana kwa mkutano wao wa kila mwezi, na nimeambiwa if you were not in yesterday, you missed a lot. Wale ambao walikuwa walijifunza mengi. Na jana, you know, it was a special day. Bwana Yesu asifiwe. Yesterday was a special day. It was a special day. Labda na wewe ulienda kushughulikia, kusherekea kwingine, but ilikuwa vizuri tukutana hapa kanisa, tusherekee pamoja, tukiwakumbuka wale ambao tunawapenda, na wale ambao walifika walibarikiwa wote pamoja. Kwa hivyo watakuwa na wimbo, ladies watakuwa na wimbo, lakini tutaanza na Macedonia West, watatuletea wimbo moja, then tutakuwa na ladies, tutamaliziwa na our youths, the Nyamataro youths. Kwa hivyo Macedonia West, karibu kwa wimbo wenu. Macedonia West. Macedonia West, karibu kwa wimbo.
Asante sana Macedonia West. Ladies.
Asante sana. Asante sana. Ladies wanakaa maridadi sana. Wapige makofi wanapotoka. Asante. Asante sana. TNPC Youths. Vijana wa TNPC. Kanitoa wapi kaniweka wapi? Kanitoa kati kaniweka juu. Mungu wetu ni wa baraka. Mungu wetu ni wa baraka. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu ni wa baraka.
Makofi mazuri kwa our youth. Asante sana vijana wetu. So ikiwa uko na kijana kwako, kindly mruhusu akuja ajiunge na wengine. Mtoli wanakutana every Saturday for training. Kwa hivyo Saturday tuma mtoto akuja train pamoja na wengine. Na kwa hivyo nataka kutangaza tena next week our youths will present. So youths mko na time, train vizuri. Next week also you will have an item to present pamoja na Macedonia East na wazee. Wazee walikuwa wa present leo, but because of time wata present next week. Kwa hivyo next week tutakuwa na Macedonia East, men and the youths. Wakati unataka nilete wageni ambao wameingia katika kanisa ya Nyamataro, karibu sana in the house of the Lord. This is where you belong, in your mahali ambapo unatakiwa kuwa siku ya leo. Karibu sana Nyamataro. We love you. We appreciate you for coming. Kwa hivyo wageni wetu, kindly, mahali popote tulipo, tusimame tusalimie kanisa. Wageni wetu tusimame, tupigie wageni makofi wanaposimama. Asante. Asante. Tupigie wageni wetu makofi mazuri. Asante, 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 asante. Wapigie makofi mazuri. Na ikiwa umekaa karibu na mgeni, kindly Muranga, karibisha mgeni vizuri. Karibisha mgeni hapo nyuma vizuri, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Asante sana Evelyn kwa kukaribisha mgeni wetu. Wacha Mungu awabariki wageni wetu. Baada ya ibada, msikuwe na haraka kutoka. Kindly tukutane karibu na hiyo meza. Kutakuwa na viongozi, tutajuana vizuri, and Mungu atatubariki wote pamoja. Kwa hivyo wageni wetu, karibu sana, and you can make Nyamataro PH to be your church. Karibu sana wageni wetu. Wakati huu ni wakati wa kumtolea Bwana. Mungu ametubariki wiki yote, ametulinda, na leo tumeingia nyumba yake kutoa shukrani. Ni vizuri tena tutoe shukrani ya sadaka, fungo la 10 na ile yote Mungu ametubariki nayo. Kwa hivyo jipange vizuri, ile Mungu amekubariki nayo. Umeingia kwa nyumba yake, ni wakati wa kumtolea. Tukiongozwa na praise and worship, tusimame, tutoe sadaka, tutoe fungo la 10 na vyote vile Mungu ametubariki nazo. Asante sana. Praise and worship. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Oh, haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haitawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Oh, haitawa rahisi kufika leo, ni mkono wa Bwana umetubeba. Haitawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Oh, umetubeba. Oh, umekubeba. Oh, ni mkono wa Mungu umetubeba. Oh, umekubeba. Oh, umekubeba.
Yesu asifiwe. Ningependa kuwauliza tulioketi tusimame tuombee sadaka zetu. Tuamini tunapoomba. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante mara tena siku ya leo Bwana. Asante kwa sababu ya neema kuu juu ya maisha yetu Bwana. Asante kwa sababu umetukusanya mahali hapa leo kwa ajili yako. Baba, wanao wametembea madhabahuni hapa wakiwa na sadaka zao, wakiwa na fungu zao Bwana, wakiwa na matoleo mengine including thanksgiving. Bwana, wamekutolea jinsi ulivyowabariki. Tuomba kwamba asubuhi ya leo ukubali sadaka zetu Bwana ziwe manukato ya kupendeza machoni mwako Mungu. Zitakapotumika katika kazi yako, naomba Bwana ukabariki mikono ya wanao walio wagonjwa wakapokea uponyaji, walio na mahitaji mbalimbali Bwana, kupitia kwa matoleo haya Jehova unayeona kwa asili, ukawatendee jambo katika jina la Yesu Kristo. Walio Bwana na mahitaji ya kufunguliwa milango pia ukawafungulie. Pokea sadaka zetu, bariki kazi ya mikono yetu, bariki vyote Bwana. Utuchalie neema tupate tena tutakapokutana mahali hapa siku ya Jumapili Bwana na siku zingine tukaweze kukutolea. Jina lako lishukuliwe kwa kuwa Bwana umepokea matoleo yetu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Amen. God bless you. Asante. Before praise wachukue ushukani, ningependa niseme kwamba tumefuna, Mungu ametubariki, tulete mafuno katika nyumba ya Bwana. Rigesa, kindly ikiwa tumefuna, tulete katika nyumba ya Bwana. Secondly, our bishop leo hatakuwa nasi. Alikuwa na matanga, alipoteza isango, burial was on Friday, na walimu request aende kuombea familia leo. Kwa hivyo leo ameenda kuombea hiyo familia, so today he will not be with us. Finally, our sister Drusilla ako kwa nyumba. Nataka nimlete. Mungu amesimama naye, amemlinda. Tunajua alipoteza mamake mpendwa, lakini Mungu ametembea naye. Sisi strong. Wacha tu anene neno moja before tulete praise in worship. Karibu sana Sister Drusilla. Amen. Asante sana Deacon kwa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu abakwe. Nke mwakumiri. Kile motari waitabera. Nataka kushukuru Maulana kwa sababu ya upendo wake ambao ametupa. Asubuhi ya leo tumeambiwa ya kwamba mambo kama hayo ni storms, ni melindo, no mwaga olio nyora, anda no nyora abande baito megaiga. On behalf of our welfare, church welfare, kotebanga pole, nande nashukuru Mungu kwa sababu ametupa nguvu, tumerejea katika nyumba yake. You realize that from end of last year all through January tumekuwa na storms za maafa, lakini Mungu amekuwa mwaminifu, ametushikilia kama kanisa. Tumeshirikiana kwa hali na mali hadi tukahakikisha ya kwamba tumewazika wenzetu kwa njia inayofaa kibibilia. So nataka kushukuru our church leadership led by Bishop Harrison Ombogo, the board, the apostles, welfare team, and the whole church kwa kushirikiana, na ninaomba ya kwamba tuendelee hivyo. From the welfare desk, nitaitagotebaiga abange baito huwa tunajikokota, ni kama tunalazimishwa kutoa the 250 wakati mwenzenu amepatwa na msiba. Ntonara
konya koganyanga chiatara akasimi nche na kweru bona muna na kweru nande bado weka moganyemba kire chisimi nga motome chibesa 250 mu base ko naraigo tobe onyana bangina toba bangina bemerenganyo nga kikero yo mena asireliu yani tebe nga kinya sae nkonye nchiranda nyale ko musira jiri 250 chira chiganda atoma go chia somo treasurer elinde chikonya go sukume ebinto gete muna bono ngo kwana iga there is a list nera sichiwali yeito yabantu korwa matanga yabete taro 29 bario kabatare 15 eyende kabatare 12 eyende kabatare 30 nga monto narororere otararu 250 otararu 750 chichi kesi satu otararu erweyemo yechi kesi nye nande nwale nyamataro gaiga aganyete arore oisire goikeru manya gocharara atome chibese echo. This time round we are going to be very very tough. Ekiagero oyomino konyo oyomino ekera bwata mangana ali akorango yomito na akoreteki na ankonyate igonye gwatumire kesi no nyene kemo nga lakini no gendeta gwatumire siringi 100 cy'umwaka umugima lakini kesi ekemo nkero tararu kiende kekera akonyora nando gosabanya saye nge akonyora nekebe no murindo omobe lakini ko murindo yora agochere nigo togocha muna basane oyo ne welfare chia ugokwana nande nabatete no mobe mano nande igo ngakini nkwereire ngende tokorera mamu minto lakini egasi mwa bono ninde egasi wekankore egasi ngonya korera lakini egasi yare wekokareki egenderere ngonya komanyete ngayo ganyetekera rituko nagwakera ngagosine welfare onye kenyoro garia no rwari tole insi ko igoro yo mino kwereru no takabire kore chibando ochi kwatenga andu wali tendere insi tindi kore chibando ora kurende mbache. Let us do the right thing. Now the right thing, make sure monthly contribution never updated. Make sure nga kesi kende yosikia beire kwarure shilingi 250 tieko nyako kanyanga ki chia wakire ngobe chia maite tongi nyoreti igonga kibono igobono egondoro mwambigete nanya kobenyorikera rituko na batabeti no monto mo bainde lakini ndo muyakero kore genteki ekia tiganya saya basisini inuna banta baya biya mwana ase bali mugo charara bwango mwatoma tigatotome tonya ko rusikesi rero abantu ebakoku gotia koranche nyoko bwate balance muna togo kore kanisa mo treasurer na orwali rochire lakini trusilo nyango na romo secretary we welfare. Asante sana welfare chair. Wacha Mungu akubariki sana. Asante sana. Karibu praise in worship. Hallelujah. Bwana asifiwe. Manena bakwe. Rituko ria rero twachire gusasima. Nande nto gusasima to ikaransidi. Naomba tu kwa upendo wa Bwana usalimie wawili watatu. Wawatai karibu. Tosasime tomotogyo manene. Asenge njonero tuancheire. Tomo banene tomotogi. Obweneire. Gusasima na kwa wabanene. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nyasaye no miya. Amen. Otokoreira maya. Oh yes.
otwanjere intu twachira se nyomba yaye kumusasima na abange barengerera tigoikarero lakini tibaigeti inje naye ntori abaya na sama abera Nyasaye. Amen. Igo kitwachire gusasima tiga tumusasima so moigane kene toimokiri amoko kaito igoro twake chingo bitata iyo monene mbuya mono otokoreira maya. Hallelujah. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. 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 Sifuni 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 kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Inua kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Uinue kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Uinue kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Uinue kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Abudu 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 kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Inua kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Uinue kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Tumwinulie Mungu wetu mikono, maana ametuletea uzima tele.
ametuletea uzima tele. Rukeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Rukeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Shangwe na wapi shangwe jamani, maana ametuletea uzima tele. Naye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. 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 Ameniongoza, amenibariki, jemedari wangu nitashinda vita. Naye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Naye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nimeshinda vita. Naye Yesu wangapi wanaamini wako na Yesu asubuhi ya leo? Inua mikono yako mwambie nitashinda vita. Naye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nimeshinda vita. Naye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu wapi shangwe na vigelegele? Nataka nione mikono hapa juu kabisa. Nitashinda vita. Nitashinda vita. Mwambie nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Mimi nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Nikiwa naye nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Weka hivi. Nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Mwambie nimeshinda vita. Nimeshinda vita. Nikiwa nawe
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoendelea kusimama hivyo, tusimame tu wale ambao tumesimama. Ningependa nimwalike atakaye tunenea neno siku ya leo. Karibu sana. Jina lako litukuzwe Mungu Baba, jina lako litukuzwe Mungu Baba, Mungu Baba, jina lako litukuzwe Mungu Baba, jina lako litukuzwe Mungu Baba, jina lako litukuzwe Mungu Baba, jina lako, sema Mungu Baba, Mungu Baba, hey, jina lako litukuzwe Baba, 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 hey, sema Mungu Baba, Mungu Baba, Yesu we, jina lako litukuzwe Baba, yeah Baba, yeah Baba, yeah Mungu Baba, jina lako litukuzwe, yeah Mungu Baba, jina lako, tunasema Mungu Baba, Baba, jina lako, yeah Baba, 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 yeah Baba, yeah Yesu we, yeah, tunakuabudu leo Jehova Shaba, oh jina lako lihimidiwe leo, oh Mungu Baba, jina lako, sema Mungu Baba, yeah Baba, yeah Yesu we, jina lako litukuzwe Baba, Baba, yeah Yesu we, sema Baba, 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 katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Tunakuenzi, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuabudu. Umetukuka katika kanisa hili, umetukuka ulimwengu wote. Bwana, tunakuheshimu mchana wa leo. Tunasema wewe ni baba yetu. Tunaomba kwamba tunapokaa chini kusikiza neno lako Bwana, unene na roho zetu, ukatubadilishe, ukatuimize, ukatukemee, ukatuponye, ukatusaidie Mfalme, ukatushikilie. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni baba yetu na uko katikati yetu. Tunakataa nguvu za giza na magonjwa na mapepo ambayo inaweza inuka dhidi ya neno lako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana kwamba ufungue anga, ukatunenee kwa sababu sisi ni watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Give a shout to Jesus. Give a shout to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Salimia yule aliye karibu na wewe. Mwambie Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Happy Valentine's Day yenye iliisha jana. Mwambie kama haukuambiwa unapendwa, mimi ninakupenda.
Mwambie Yesu pia anakupenda. Otevinga Yesu na gwanchete nere. Praise the Lord Jesus. Omanene Yesu abakwe. It is good to feel the love of Jesus Christ in our midst. Mbuya koigwa obwanchani bwa Kristo egatigati yaitu. Praise the Lord again. Omanene Yesu abakwe. Just wave in the air. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Omanene Yesu abakwe. Thank you so much for coming today. Mbuya mono asogocha lero. My name is Judy Macarius, Elieta liaye Judy Macarius. a village girl that has been helped by God. Omoiseke bwe binyoro lakini okonyirwe na Nyasaye. Praise the Lord Jesus. Omonene Yesu abakwe. I am happy because of the Father the Lord has taken me. Mbuya ngoira nali no mogoko asobwale Nyasaye andetire. The prayer of 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10 has been a living testimony in my life. Ogosaba kwa mangana yebiro na kukwabeire oboroliye asobogima bwane. Yes, Jabez made a prayer. Jabez na koreto And ogosaba. that is the prayer that I always make. Na inche okuna kugosaba ngokora kera That lituko. God, you may bless me indeed. Nga Nyasaye anseseni kegima. That God, you may expand my territory. Nga Nyasaye ogareye obamenyo That bwane. God, your hand may be upon me all the days of my life. Okoboko kwa okobe igoro yane abogima amatukonsi obogima bwane. And that you may take pain and trouble out of my life. Nga ndo nyare koiro bororo ne mechando korwa sobogima bwane. That has been a prayer that has been live in my life. Okuna kugosaba kwabeire ase obogima bwane. Praise the Lord Jesus. Omonene Yesu abakwe. I remember in the year 1998, Igonko nyera so mwaka 1998. a retired Reverend Wabuti, who was my then pastor in KAG, Omabasta oyo litayete oyo lengo mabasta ase kanisa ya came to KAG. pray for me when I was to do my KCPE examination. Agansabere kera na lego chikokora matembuane afom ayekerasi yakane. And he spoke a word into my life. Agakuwa nalingana asobogima bwane. Deuteronomy chapter 28 verse 13. Oko iranerera emerongo ebere na isano na isato And ikomi na isato. he said that the Lord will make you the head always and never the tail. Akantebinga Nyasaye na okorobo motubo tambe na ande tokonyara kobago chimaega. That has been a shield and a word that has been true in my life. Iya beire ngubane lingana lirelio kene asobogima bwane. On my wedding day, Asadi tukoli enyangi yane. my spiritual father who led me to Christ, Tato ane oke moika oyo ondaete kochi ase Kristo. Reverend John Wabuti, Reverend John Wabuti came to my wedding agacha ase nyangi and yane. he gave me a Bible as a gift. Akange Biblia buna ekewa. I treasure that Bible so much Igonga nchete Biblia imono. because that has held me or held me in my life throughout. Ekiagera e Biblia yambua tereire mono asobogima It is bwane. not just a booklet that he gave me. Tali egetabu angete kiabo saigo. He gave me life. Iga angete obogima. I appreciate him in his absentia. Igonko moira nelingambia mono nyonyata iyo amona intwa. Praise the Lord Jesus. Omonene yesaba akwe. I have a lot of gratitude Igonde no koira nelia okonge. to my husband in absentia, Asomoga kone no nyetali aigalero. Mr. Macarius Bosire, Mr. Macarius Bosire. who has loved me and given me peace in my Oyo life nganchire na kongo molemba asobogima and bwane. allowed me to prosper as a woman, Ongancheire kogenderera buno musubati. as a family woman, Buno musubati bwenka. a mother, Buno mna mama. a daughter, Buno omoiseke. and a wife. Buna naende omokungu. He has allowed me also Ongancheire naende. to prosper as a career woman. Naende kogenderera buno musubati olene. When I go out in the morning and come back very late in the evening, Ekerengo soke mambi mono na koira na mambi morogoba eke chinsa chielire. he does not ask me if I had gone to look for men outside. Tali komboli ngana basacha gwachiete koligie isiko. He appreciates what I do. Iga koira nelibya asedi ngana liringo kora. Praise the Lord. Omanane And also sabaku. as a minister of the word of God, Naande buna omokoro libweli ngana lya he Nyasaye. has allowed me to stand and serve God. Ongancheire gotene na kokolera omonene. Receive his greetings because I told him I will be ministering today. Nyoro gokwani kwa ekiagara na motebetirero no onko chakotoka kora. Praise the Lord Jesus. Omonene yesabaku. And I thank God because he has helped me Na ira ni Nyasaye mbia mona asengencho. in the ministry of his word.
ase okobokore bweli ngana liaye God has expanded my territory for sure. Nyasaye ogareirie oboroso bwane Praise the Lord Jesus. omonene Yesu abakwe And I want to thank God. nande nkwirere Nyasaye ngambuya mono He has allowed me to minister His word. ongancheire nkwana lingana liaye He has given me courage. ongeire oboremu I do many leadership trainings out here. igongo kora okosomi okonge iska I will be doing my first couples training very soon. ninche nkole okosomia abenyomo bwango iga And for those who did not get an opportunity to be out yesterday, bali motanyo tali bagali okogenda isikoli tukoli igoro I extend my invite to you. nimba mbaregania asomo kutano We uyu will be holding a big couples meeting ngo chitoro go tuwaro mokutano monene bwabanchi on 1st of March 2026 etaliki entanga niyo motinyo gatatu at KAG Church Oyugis. ase kanisa ya KAG ali Oyugis So you come to church normally. igobano goche kanisa After kawaida church, after lunch, ekere kanisa ya elire go chiching if you can make it, join us with your spouse. onya go konyara go koikera tuo mera obamo naintwe We will be doing a great couples meeting there. ntokole amangana manene y'abantu bali bali asenyomo Dress code is red and black. igo okwesoka kweli You tukelione are yange all mbali ne welcome. muamu You are all welcome. Get in touch with me. mwalega nigwe mwensi Praise the Lord Jesus. omanene yesaba ku Last but not least, ekyo mweli lakini tali I want to omweli appreciate our bishop, igo ntete koina ni bishop wito ngambuya Mr. Ombogo. Mr. Ombogo He has given me a chance to be here today. ongeire libagali okobali tukoli He ale called me and requested me to minister his word today. akanga keresimi akantebi nkwana lingana And in absentia, Daddy, I thank you. igona ina ne iribuya ne abatai yamo naintwe I pray that the Lord will speak to us. igona asabire ngomonene atokwanere Praise the Lord Jesus. omonene Yesu If you abakwe can hear me well, onya gokongi gwa buya I want you to wave in the air. igonte to imokyo koboko iga sembe igoro iga Praise the Lord. omonene Yesu I abakwe know that 2026 nima etenga mwako ebwemerongo ebere has not been easy for some of us. toraba muyasa abande baito Has not been easy for some of us. toraba mwako muyasa abantu bande Others we have struggled. abande tuwachandekire Some we have cried. abande tuwalelire Others we have pained. abande tuwatwalira obororo But let me assure you today lakini tiyankwenekeliri tukolia lero that God has good plans for nga us. nyasaye nale nemeroberie miyase tole The plan of God is that we may prosper. omoroberie obwo monene nga togenderera ase The obogima plan of God is that we may grow. omoreberio nyasaye nga togenderere The plan gokina of God is we may be fruitful. omoroberio nyasaye noli nga togenderere kwama amatunda Hallelujah. haleluya The plan of God is that we may rejoice. omoroberio nyasaye noli nga totwara omogoko botambe In John chapter 15 verse 8, yohana 15:isano na isato the Bible says that when you produce much, ebibilia goteba ng'ekero Fruit. kwarosiria amatunda amange you are my true disciples. aya nigo okoba omworoki gwone bwekene And this brings glory to my Father. neke nigo gekoreta obonene ase tata one That is Jesus speaking. oyu yesu ogokwana amang'ana ayo In Matthew chapter 7 verse 17, matayo 5:15 the Bible says, ebibilia yateba a good tree produces good fruits. omoto omuya nigo okosokia amatunda ayara amaya Praise the Lord. omonene yesu abakwe In Deuteronomy chapter 7, okoiranera 5:2 verse 12 to verse 14, 12 mpaka 14 the Bible says that God will bless and ensure that there will be no childless people in Israel. nyasaye nasesenia abantu nakoenekia ng'a muntu taiyo koba omogomba ase Isiraeli. Hallelujah. Amen. And I want to read Deuteronomy chapter 28 verse 11 to 14. igontete gosoma okwiranira 25:3 mpaka 15. Deuteronomy chapter 28 verse 11 to 14. okwiranira 23 28 verse 11. The Bible says, the Lord will grant you
abundant prosperity, in the fruit of your womb, the young of your livestock and the crops of your ground, in the land he swore to your ancestors to give you. Biblia gotengo monne nabe obotenenku nabuchie oroiboro rwechi chinda cheino nabuchie nechitugo cheino naende naba okwama okonge kweliroba agwa sense elia alierete chisokoro cheino iranga naba ye inwe. Verse 12, the Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season, to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Naba kunorere emonga yaye engiya ereigoro na abatweli embura asense yaino ase chingaki chiganeirie na asase ni emeremo yaino yonsi mogokora erinde monyare koa abante ebisaku ebinge ebinto singo kolende inwe timo koremerwa erinde mochigosaba singo. Verse 13, the Lord will make you the head, not the tail, if you are paying attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom. Komora igwere amachiko yo monene nyasaye ino ayonko bali tukolia lero namobe abege namoba abege no ase okoyakora nabakole mobe abo motwe gosetali abeke mincha nabakole mogenderere gokina goseti mogenderera kokeigwa gochianse. I am still laying ground for my message today. The scriptures that we have read is a confirmation of God's intention for our lives. God intends us to bear fruit. Not just fruits, much fruit. God intends us to bear fruit. Not just bear fruit, but good fruit. Hallelujah. Amen. God has a purpose and a plan to bless us. Not just to bless our children, but to bless our crops, but to bless our businesses, but to bless our animals, but to bless anything that we touch. Praise the Lord Jesus. And that is why the Bible says that God will bless the works of our hands. And as I'm speaking this, people are wondering, and the way 2026 has started, is this really what we call God's blessings? Praise the Lord. Because I know that the book of Haggai, chapter 1, verse 6. I want us to go there. Haggai, chapter 1. I will begin with verse 6, yes. The Bible says, you have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Biblia goteba moko busura chimbusoro chinyinge kolende mwagesa chinke nigo mokoragera kolende timori koigota nkonywa more kolende timori koisanika nigo mokobeka chianga kolende timori koigwa liberera oyo okonyora engeria niga akoyenyora erinde
oyebeka asomo buko obochokete. Hallelujah. Amen. This is now becoming practical in some of us, our lives. People are asking me, you are talking about God's plan for me to be blessed. God's plan for me to prosper. God blessing the works of my hands. However, since this year began, I planted much. I have harvested very little. I eat, but I never get satisfied. I drink, but I never get to fill. I put on dresses, but I always feel empty. I have earned, I work very hard. I work very hard in my business, in my farm, on my livestock, in my business. I get money every day, every month. But I appear like when I get money, I put in a purse or a pocket that has holes. What is happening to me? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. And that takes me to my message today. Praise the Lord God. The title of our sermon today is a scripture that I have preached here before. But the title that day, the title that day was that Lord give us another chance. But today I have renamed it with a different revelation. It says, Lord, dig around me and manure me. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. I want us to stand up and read the word of God. If you are blessed to have a physical Bible, please hold it in your hand. And I would encourage each one of us to have a physical Bible. You can't invest so much in clothes. Invest in cars. Invest in shoes. Beautiful purses. And you cannot invest in a Bible. Hallelujah. Hallelujah. And you cannot carry a heavy purse that has a lesson. It has extra shoes. It has an umbrella. It has a bottle of water. It has lunch. And you feel that putting there a physical Bible will make it more heavy. With much love. Hallelujah. Hallelujah. With much love, with much love. Let us carry our Bibles. Thank you. I'm reading from the book of Luke, chapter 13, verse 6 to verse 9. I will read in two versions, NIV, and I will also read from the New Living Translation Bible. Amen. The Bible says, then he told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down.
Why should it use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Read in a... Bibilia goteba se Luka 13 isano nemonga agakuwa no muleng'ani oyo omonto oyo omana arenge n'omoko osimekire ase omogondo oye bw'emesabibu akagenda korigia amatunda ase omoko oria korende tanyora gento agatebia omoroiseria bw'omogondo bw'emesabibu rora emiaka 3 nachire korigia amatunda ase omoko oyo natindanyora gento yonache nase kiogosaria liroba akamoiraneria omonene yotige omwaka oyo naende goikanyo burugere na koyobekera obwoyo noro koraba amatunda mbuya onyeta ibo elio oyo nache. A New Living Translation Bible says, then Jesus told this story. A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there was any fruit on it. But he was always disappointed. Mark those words. Verse 7. Finally, he said to his gardener, I have waited for 3 years, and there hasn't been a single fig. Cut it down. It is just taking up space in the garden. Mark that word again. It's just taking up space in the garden. Verse 8. The gardener answered, Sir, give it 1 more chance. Leave it another year, and I will give it, mark that word again, I will give it special attention and plenty of fertilizer. If we get figs next year, fine. If not, then you can cut it down. May the Lord bless his word. Let us take our seats. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. This story is a story that we have all heard about. Barren fig tree. A barren fig tree. A tree that was not bearing fruit as it was expected. Barrenness is a state of unfruitfulness. It's a state of stagnation. It's a state of labor without results. It is a state of unproductiveness. We have various categories of barrenness in our lives. Barrenness can be biological. Like you don't give, you don't reproduce. Your animal is not reproductive. Unatarajia ndama na hakuji. Unatarajia mtoto na haupati. That is a type of barrenness. Barrenness can be economical. You work hard. You don't see results. You struggle so hard in life. You wake up early in the morning and sleep late at night. You sweat the whole day. You put your best effort in place. You strategize well. You plan and invest. But you don't see rewards. You are suffering from economical barrenness. Barrenness can be spiritual. You're born again in the year 1950.
ogatoleka mwaka 1950 It has remained a story. yabeire omogano There is nothing you can show for your spiritual life. kende nke yokworokia ase eng'encho y'obogima bwabo bwa kemoika You are a leader of a certain team nigoro morai bw'ekekundi gete in church, ase kanisa a fellowship, ase ushirika a woman group. ase okende y'abang'ina You are a leader in a specific section. noro morai ase ekekundi gete But since you got in that area, korende korugwa asoete ase ayo no results, bintu ombiri kokorekana no fruits. matunda taiyo Instead of enlarging, ribaga ryokogenderera you are reducing. nigo mogenderete kokea mono You got a team of 20. igo kwalinge n'abantu 20 They are now 10. bono bairanire babeire 10 You have nothing to show tobwati kende okworokia since you became the leader of that team. korugwa beto morai bw'egekundi ekyo If you were asked, is there someone you brought to Christ ekero boli ng'onde nare kwaretira asobo osi Kristo since you got born again? korugwa bete kwatoregete You have nobody. toli na muntu onde That is spiritual barrenness. obu n'obogomba bwa kemoika Hallelujah. amen. So we have a barren fig tree. ntobwate omoko omogomba You are not alone. toli aye bwieka In this story that we have read, ase omogano iga twasomire there was a barren fig tree. omogomba omogomba The norengo Bible says abwe ase bibilia the egoteba owner of this tree omonyene bw'omoto oyo iga came agacha expecting a fruit. oganetie konyora matunda In the New Living Translation, ase translation ya New Living the Bible has said ebibilia yatebire that he came again and again agacha naende na naende for 3 years. ase emiaka etatu But every time he came, kere chinga kie kerare gocha he did not get any fruit tare konyora matunda ndonsi because this tree was barren. ekiagera omoto oyo iga nigo lengo omogomba We have 3 characters in this story. ntobwate amang'ana atatu ase emogano oyo Number 1 is that fig tree egente getang'ani n'omoto oria omokoria representing the church of Christ. oyo okworokia ekanisa ya Kristo. Number 2 is the owner of the vineyard. ekiakabere n'omonyene bw'omogondo bw'emesabibu That is our God. oinere tato ito. Number 3 is the gardener ekiagatato n'omoroiseria who came to say, give this tree one more chance. oyo otebete ng'aka omoko oyo iga libaga nande That is our Savior, Jesus Christ. oyinere omoto orio ito Yesu Kristo. But before we go to this part of God digging around us, bono tutaraikara ase nyasaye gochikorema ase tore I want us to analyze the fig tree igo tutete turigererie obobui because this is the church of Christ. ekiagere ni kanisa ya nyasaye Because this is us. ekiagere ye ni ntwe Because this is you. ekiagere ke naye The fig tree is your business. omoko ne biashara byao The fig tree is your children. omoko na abana bao The fig tree is your family. omoko ne familia yao This fig tree are your crops in the shamba. omoko oyo iga n'embimeri byere ase The omogondo fig tree we are talking about omoko oyo togokwanera is your cattle at home. n'ekitugo kyao ase enka yao The fig tree is what we have. omoko n'egento keri tobwate koboko It was barren. igo kere n'obogomba Number 1, egetang'ani the fig tree was barren. omoko nigo olenge omogomba Are we barren? n'abagomba tole Ask your friend, are you barren? boli oyo molenere ng'a n'omogomba ole Remind him, you know you have a child, but are you barren? moinyori ng'a ntomaete n'obwate omwana lakini n'omogomba ole I can't hear people speak. timaigu bantu bagokwana Ask your friend next to you, are you barren? boli omosani orange naye aye n'omogomba. Hallelujah. Hallelujah. Is your business barren? ebiashara byaombire n'obogomba. Just hold on there. tenenera abugo Number 2, egiakabere this fig tree was in a vineyard. omoto oyo g'omoko nigo olenge ase emogondo bw'omusabibu. A vineyard is a plantation of trees. omogondo bw'emesabibu nase emetesi mekire. I am not sure if there were other fig trees, tindi nekene gose emetende mjalenga ororo
ya misabibu. Yo masabibu. Or we had other types of trees and this was the only fig tree. Gose emete yarengo ne miao no yo no rubye ko rengo moko. I want us to walk with me. Igonta gete motara mona inche. Please pay attention. Ntagerere kabisa. So, Igo. the fact is this. Ekena neke. This fig tree Omoko yo iga had privileges igo buate no buate ogwancherwa gete like other trees. bunemete yende. It was in the same shamba. Igo renge asomogondo yomo. The gardener was the same. Omos roiseria no yomo renge. The owner was the same. Omonyene nigarengo yomo. The other trees were bearing fruit. This fig tree was not bearing fruit. The privileges are the same. The environment is the same. The rain is the same. The gardener is the same. But the fruitfulness or the end product is different. Why are you the only one in your family? As others are doing well, you are struggling. But you came from the same school where other people excelled. But you did not. Same privilege, different results. But you are a teacher like other teachers. Other teachers are doing very well. But you are the one who makes people discourage people to become teachers. What could be the challenge? Same privilege. Same privileges, different results. You are in the same church, Nyamataro PAG church. People are getting saved. People are growing. You are still where you were 10 years ago. 10 years ago. The privileges are the same. The results are different. Hallelujah. Amen. Inakuja moto. Ebu uliza mwenzako, hii inakuja moto. Hallelujah. Amen. Inakuja moto. Same privilege. Different results. Number 3. This tree was leafy. Ilikuwa na matawi. Hapa nataka munisikize vizuri sana. The tree, the fig tree, I want to assume Mama Eunice, that if this tree did not have any leaves, the owner would have said, ile mti imekaukia huko, mbona hamujakata iwe kuni? Ndio akuwe tempted every time kukuja kuangalia kama kuna matunda. Lazima ilikuwa inameremeta kama hii. Anajiuliza ama matunda inaweza kuwa imejificha hapa nyuma. Halo, mnanipata? Huu mti ulikuwa uko sawa. Ulikuwa unameremeta. From afar, there was hope that there is a tree on the a fruit on that tree. Leafy. That is what our lives are. How many people have come to you and asked you uwakopeshe pesa? Nikopeshe 10,000. Na after ameenda unajiuliza, huyu anaona mimi niko na pesa kama hiyo?
Yani kutoka nje. Yani ekero okoligererwa kwa Wacha wisiko. nikulete karibu. Tigankoleta ange. I am talking about living a lie. Igongo kwana igoro yokomenya obolimo. And that is what many of us Christians we are doing. Nekina kiaba Krista abange togo We kora. are like the fig tree. Igo tolebu no moko. Tuna metameta kutoka nje. Igo togo saseria korwa isiko. Familia zetu zina metameta kutoka nje. Chifamili chito chia saseri isikaiga. Yani watu wakiangalia hivi wanasema kweli hapa ndio Ukristo iko. Abantu bakoligere batenge kene Kristo nara Hata jinsi vile tunatembea tukiwa tumematch. Ekere toko tara toko machi amo. Mpaka nguo zanafanana. Chianga chibweka ine. Watu wanasema hapa ndio kuna ndoa. Abantu batebanga agano enyuomo yere. Lakini ukirudi nyumbani. Kolendekere kuina nirenga. Hakuna matunda hapo. Matunda tayo aroro. Tuna metameta katika biashara zetu. Igo togo saseria asobwonchoreri bwaito. Mtu akiangalia kutoka nje. Ekero monta okolige korwa isiko. Anasema nikigrow up. Otebanga ekero ndabo monene. Nataka kufanya biashara kama ya yule mwanaume. Igo ntete kokora ogwonchoreri kwa nataka kuendesha gari kama ya yule dada. Igo ntete kogendia gari mne yo musubati. Nataka kufanya kazi kama ya huyo dada. Igo ntete kokora emirimo mne yo musubati. Nataka kuwa na watoto kama wa yule mama. Igo ntete kotwara abana bamuna bamusubati. Kwa sababu kutoka nje unametameta. Lakini ukweli ni kwamba ni kumetameta ya nje tu. Ndani hakuna matunda. Na tumekuwa disappointed. Baba yako ambaye ni Mungu amekuwa disappointed. Kwa sababu unaishi maisha ya uongo. Unaishi maisha ya kutudanganya sisi binadamu. Jumapili ikifika unavalia vizuri unaingia kanisani. Tunaangalia tunasema yule ndiye mama ameokoka. Lakini kweli ni kwamba hakuna matunda ya wokovu katika maisha yako. Jumapili ikifika, hiyo ndio mnakumbuka kwamba wewe ni familia bwana na bibi. Mnaweza shikana mkono muingie kanisani kuomba. Kwa sababu mnatudanganya. Mkifika nyumbani wiki mzima hamuongeleshani. Hakuna matunda ya wokovu pale. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuambia siku ya leo kwamba Mungu anakuangalia. Anatafuta matunda katika maisha yako. Anatafuta matunda ya wokovu. Anatafuta matunda katika familia yako. Anatafuta matunda kazini mwako. Anatafuta matunda katika biashara yako. Wacha kujikaza kimwanaume. Kama mambo haiko sawa. Kama mambo haiko sawa. Sema mambo haiko sawa usaidiwe. Piga magoti ambia Mungu mambo haiko sawa. Nataka kusaidiwa. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. This fig tree was a repeat disappointment. This fig tree was a repeat disappointment. Mwenye shamba anasema nimekuja mara kadha wa kadha kutafuta matunda katika mtu, lakini sijapata. Mara kadha wa kadha, again and again. I am addressing the Church of Christ. I'm addressing a woman and a man of God who has been a repeat disappointment in their life. Nisikize, mtoto wewe, mzazi wako wakati ameinvest kwako anatarajia kupata matunda, lakini ni kama amekuwa disappointed mara kadha
wa kadha. Kolende obeire ogokwa omwoyo chinga kichionsi. Kwa sababu umetafuta kazi, ekiagera kwaligirie emeremo. haujawazi kupata. Toranyora mirimo eyo. Bwana asifiwe. Omonene Yesu abakwe. Mama, umekuwa a repeat disappointment. Wabeire ogokwa omonto oli ogoita omwoyo kira Biashara chinga. yako imekuwa a repeat disappointment. Obwonchori bwo bwabeire bwo goita Yani omwoyo kila kira chinga. wakati unasema Yani kira chinga kini mwaka huu gogoteba. ndio mwaka wa Bwana. Omwaka oyo noro mwaka bwo Mwaka monene. huu nitafanikiwa. Omwaka oyo nigongo chikogendera. Mwaka huu lazima mambo yawe sawa. Omwaka oyo amang'ana nko bale buya. Lakini mwaka unaposonga mbele, Olendo omwaka kogendete gosuka motwe. unapata mambo inakuwa mbaya tena kama last year. Wanyora amang'ana abeire amabe mono ko bwa mwaka oli wetete. Unajiuliza, je, Oye bolinga ni lini nitapata matunda katika biashara hii? indi ndanyora matunda saiga. Ni lini nitapata matunda kutoka kwa watoto wangu? Ine ndi ndanyora matunda kurua Ni sana na lini mane. nitapata matunda kutoka kwa kazi yangu? Indi ndanyora matunda kurua Ni sengene lini moyani. nitapata matunda kutoka kwa kazi ya mikono yangu? Indi ndanyora matunda kurua Ni sengene lini nitapata matunda kutoka kwa huduma yangu? Indi ndanyora matunda kurua sengene. Maisha yetu imekuwa ni ya disappointment mwaka baada ya mwingine. Obogima bwito bwabere bwogoita omwoyo omwaka gochia soyo. Imekuwa disappointment siku baada ya nyingine. Yabeire ogokwa omwoyo lituko gochia soyo. Familia zetu zimekuwa disappointed mwaka baada ya nyingine. Ifamili chito chiakura omwoyo mwaka gochia soyo. Hata baada ya kuanza mwaka huu. Nebakere tuachake to na mwaka family oyo. meetings. Tuwakolire chi meeting. Mukakaa chini mukasikizana. Tugaisana sanse mukaigwana. Mukasema mwaka huu. Mugateba ngo mwaka oyo. Mambo lazima yawe sawa. Amang'ana mbakabe buya. Lazima turudie upendo ule wa kwanza. Tigotogo chikoira nero bwanchani boli lazima tuweke hii ndoa laini. Tigatobeke nyuo moyegele lazima hii familia irudi sawa. Familia yebwente koira na boronge. Mukakaa mukastrategize. Mugasaransa mukaroberia. Katika biashara ukaitisha boards. Asoko okoma onchorili okaira. Ukaita wakubwa wako. Okarangelia banene bao. Mukakaa chini mukaweka mikakati. Mugaisaransa mukaronsia. Mukasema mwaka huu hatutaki kurudia makosa ya mwaka uliopita. Ukasema mwaka huu sitaki kurudia makosa nilifanya last year. Katika ukulima wangu nataka kuwa mkulima hodari. Ukaweka mikakati sawa kabisa. Lakini siku zinaposonga umeanza kuona mambo ya last year yanajirudia. Wewe sio peke yako. Ninataka kukuambia hivi. Kulikuwa na mti wa mzabibu katika Biblia ambao ulikuwa na shida hiyo ya kupata ya kupeana disappointment mwaka baada ya ingine. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The next point. Mti huu wa mzabibu ulihitaji what we call special attention. Na ndio sababu yule alikuwa anashughulikia the gardener akasema, tafadhali usiukate. Give it one more chance. Kwa sababu gani? I will personally give special attention to this tree. I will dig around it. I will put fertilizer on it. I will ensure that it will reproduce. Please give it one more year. That is the message I'm bringing home today. This is the message I'm bringing to us. The Church of Christ. Yesu ambaye ni gardener wetu is aware of the frustration that we have gone through. He is aware of the disappointment that we have gone through. He is aware that if he does not do something,
igane no komanyanga nyata kokora kende gyonsi We are headed to being cut down. nigo togigeretia soko butorwa Ukweli ni kwamba mateso haya yatatuua. ekene nkelinga emechande Magonjwa haya yanaelekea kutumaliza. amarwaira ya nigaligeretia soko toita Shida hizi zinaelekea kuvunja familia yetu. emechande yigango chiere go saria chi family cheito Yesu anajua Yesu na manyete ya kwamba mambo yasipofanyikana tofauti, ngonya mangana tagokorekana enchere ngao then you may be no more tomorrow. na bora beto baro go chemambia And he has interceded on our behalf. bono beire ga gotosabira sengencho eito Amesema leo iga gotebenga lero mti huu unaitwa Mama Eunice. omotoyo koro ku Mama Eunice Usikatwe leo. tobasa ko butorwa lero Biashara hii ebiashara ebiga ambayo inaitwa ya mtoto wangu ebikoro kwa ebyo mwana one haitaanguka leo. biri go chikogwa lero Hawa watoto abana abaiga ambao ni watoto wa mtoto wangu, abana bo mwana one watoto wa mama fulani, abana bo musubati ambao gete inaonekana kwamba Yesu asipofanya kitu, abo bikoro kananga Yesu atakore tigento stori yao inaisha. omogana obongo ikoro Yesu yuko aware, Yesu nale no komanya and he is saying today, nandi nigagoteba lero leave it to me. intigerenche I am going to give special attention igongo chikobeka emeroberi yana sale to this tree, asomo toyo iga special attention okobeka amaisa na to your job, asobogi mabwao special attention amaisa na to your business, ase biashara biao special attention amaisa ne to your family, ase familia special attention amaisa ne to your salvation, asoko toleka kwao special attention amaisa ne to your health. ase afya I'm yao speaking to this woman. igongo kwanero mosubati I'm oyo iga speaking to the man. igongo kwanero mosacha I'm speaking to the young person. igongo kwanero I morwani am also speaking to this child igona nengo kwanere kanise mwana oyo iga who, because of the circumstances that Oyo we iga are in, asengencho ebinto the circumstances we are in, asengencho ebinto biri tore imeyaye if special attention is not given to us, onye nyasaye takobeka birengere biaye we are being cut down. nigo togo chikoira ni I am gwanse speaking to you today. igongo okwanira eli tukolia lero Jesus is here today, Yesu no ara lero and he is giving his promise to us nando rule ira yaye go chase that tore he has purposed ngoene ochikire to give his special attention to you. kobeka ebirengere biaye byabena go chasole It could be your health. na bera bene afya yao Uliambiwa vile mambo ilivyo, igo gwata bigubuna manganale you might be cut down any soon, ngana bora na chwinga kichinde kwa chionse sababu magonjwa haya yanakaa ya kukumaliza. ekiagera maruare yo ngakoroka na Yesu mwenyewe anasema, Yesu manyana otebire you will not be cut down. toligo chikobutorwa na I inde am giving you another chance. igo na koire libagalinde I am giving you special attention. igo na koire birengere Mimi libyane mwenyewe naenda kukushughulikia. inche bweko manyana ngo chinde Mimi mwenyewe gokorwanira naenda kukuguza. inche bweko manyana ngo chinde gokoro Mimi isiria mwenyewe naenda kukuponya. inche bweko manyana ngo chiande gokogwena Mimi mwenyewe naenda kukutia nguvu. inche bweko manyana ngo komentande chingu Mimi mwenyewe naenda kukutia moyo. inche bweko manyana ngo komekande omoyo Hallelujah. hallelujah Praise the Lord Jesus. omanene Kama saba unasikia mpatie Bwana shangwe, onye koigwete kwa sababu amepanga mema kwetu. ekiagero orobe iria mangana Tusikuwe mayastole disappointed tena. ntonyara gokuo moyo Tusishushwe moyo na mambo ambayo yamefanyika katika maisha yetu. toira nigwe mioyo yaito inse asa mangana akore Tusishushwe moyo na disappointments mingi ambayo tumepata. toira nigwe inse asengencho ya mangana ali abeira makongwa Tusishushwe moyo na ripoti ya binadamu ntobasa kuira nigwe inse nemerobeli ambayo imesema kwamba haiwezekani, oyu eyego tebanga ya yate konyale sababu Yesu amesema, ekiagera Yesu tebire mimi mwenyewe binafsi inche bweko monyene ninaenda kukushughulikia. ochinde gokwechandira Praise the Lord Jesus. omonene Yesu And you are abakwe here na unanisikiza. nande nolega nande gwantegereire Haijalishi umepitia katika hali ya barrenness kwa muda gani. teliko bwati ngakikwabeira omogomba egekakeng'ana Haijalishi familia yako imepitia katika hali hii kwa muda gani. teliko bwati familia yao ngakiyeteira mang'ana yegekakeng'ana Haijalishi biashara yako imepitia kwa hali hii kwa muda gani.
Haijalishi mahali unapofanya kazi, umekuwa katika hali hii kwa muda gani? Wengine wanapandishwa cheo, wewe uko pale pale siku baada ya ingine. Praise the Lord Jesus. Biashara ulianza miaka mingi iliyopita imebaki pale pale miaka mingi. Haijalishi umepitia katika hali hiyo miaka gani. Ninataka kukupatia habari njema. Yesu siku ya leo amekusudia kupatiana special attention kwa hali yako. Kwa hivyo maombi yetu ni kwamba Mungu, dig around me again. Dig around me. Kuna mchanga ambao umekuwa ngumu hapa ambapo niko. No wonder maji haipati kupita kwenda kwa roots. Dig around me, God. Dig around me, Jesus. Dig around me, Jesus. Make the soil softer for the roots to go deep. That is our prayer today. Jesus, dig around me. The curses from my family have made my progress not possible. Jesus, dig around me. Remove these curses. This sickness in my life has made me stagnant. Anytime I get any resources, ninamalizia hospitali. Jesus, dig around me. Uproot the sicknesses. Remove the curses. Remove everything. Every weed. Every weed that makes me not get enough fertilizer. Dig around me, Jesus. Dig around me, Jesus. My children cannot progress. Wamefungwa, wanatembea pale 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 pale. Yesu, dig around me. Hallelujah. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. It is not easy to be barren. It is not a good life. I know for those who have gone through this situation, God has given you the grace, yes, to move through. You smile to us, but deep down in the heart, you are wondering, why me? Around me I can see other fruits. Other plants are bearing fruits. Why me? Why don't I have fruits? Why can't my children bear fruit? Why can't my business bear fruit? Why is it that the works of my hands do not bear fruit? Why does it appear like my pockets have holes? I earn a lot, but I cannot see anything. I can't progress. You need special attention. Special attention from our caregiver. Special attention from our intercessor. Special attention from our Lord Jesus Christ. It shall never be the same again. It shall never be the same again. I want to pray with someone. Uko pale. Ndio Yesu akutetee. I
aseme wachana na mti huu, atebe ngatigana no moto oyo iga give it one more chance. ka moto oyo liba kana inde Lazima you have a relationship with him. goika obe no bwamate amonere. I want to pray with someone igonta etego saba no muntu who does not have any relationship with Jesus. oyo tabwati obwamate bonde bwensi na Yesu. Yesu hata kutetea kama haujampokea. Yesu ta ukorwanera onye toramori hata kupatia special attention kama haujampokea. ta ukoligereria ye onye toramwarigania. Uko hapo na unasema kweli sijaokoka. I will be very unfair if I don't give you this chance. You better start a relationship with Jesus to change the situation in your life. With all eyes closed, I want to pray with someone who wants to give his life to Christ. Uwe mtoto, uwe mzee, uwe mama, hujawahi peana maisha yako kwa Yesu, ama ulipeana na ukarudi nyuma, uko pale. Inua mkono tuombe na wewe. Mungu anaweza kukuokoa na akaanzisha maisha mapya tena na wewe. Kama unainua kabisa. Kama unainua haujaiokoka, inua kabisa. Thank you Jesus. Ninaona mikono mingi pale nyuma. Asante kwa mikono hiyo. Mungu ameona mikono hiyo. Ninaomba mchukue hatua ya imani. Muje hapa mbele tuombe na nyinyi. Wale walio karibu wasaidie wakuje hapa. Uko pale haujawahi okoka, njoo hapa mbele. Hatuchukui muda na usiaibikia wokovu. Tulianza hivyo kama mchezo na Mungu ametusaidia. Mama njoo mbele. Njoo mbele tuombe. Wale walio pale nyuma haujaokoka, huyu ni mgeni wetu siku ya leo. Karibu sana mama. Uko hapo haujaokoka. I always want to give people a chance to give their lives to Christ. Just come, just come. Jesus is here to deal with you today. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name. God, we glorify your name. We thank you because of what you can do. Only you can do this. We bless your name. Father, we thank you. We bless you. Thank you, Jesus. Thank you, God. Wengine tumefunga macho yetu, tuanze kuangalia hali ya maisha yetu. Tuambie Mungu, hawa mimi niko na relationship na wewe, mimi utaweza nisaidia. Wengine tuendelee kuomba, wengine tuendelee kushukuru Mungu kwa sababu kazi Mungu anatenda, yeye tu ndiye anaweza tenda. Uko pale haujaokoka, tafadhali kuja mbele tuombe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Lord, we honor you. We glorify your name. We bless you because of your power. Thank you, Jesus. Oh. Lord, we worship you. Lord, we glorify your name. I invite Pastor Asila to come and help us to lead these dear ones to Christ. Thank you, Jesus. We worship you. We give you praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we bless you. Asante kuokoa. Asante sababu unaokoa. Unapookoa maisha yetu, Bwana, inakuwa tofauti. Tunakushukuru kwa sababu wokovu wako umetufanya tukawa jinsi vile tulivyo. Na hawa walio mbele yako Bwana, unabadilisha maisha yao. Unawaepusha na madhara yote ya mwovu. Unawatoa katika shimo la kifo. Katika jina la Yesu, Bwana tunakushukuru. Bwana tunakupa sifa, tunakutukuza. The name of Jesus.
Lord, we worship you. Lord, we give you praise. We give you praise. We give you praise. We honor you because you are faithful. Thank you for your power. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Walioko mbele naomba wakanisikize, wakanifuate kutoka nyuma. Hebu nifuateni. Baba Mungu wangu, Baba ni Mungu wangu, nimekuja kwako, naomba msamaha kwa yale yote ambayo nikikuwa nikifanya, ukaondoe jina langu kwenye kitabu chile kibaya. Kuanzia siku ya leo, kuanzia siku ya leo, ukaandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, ukanisamehe dhambi zangu, ukanifanya niwe kiumbe kipya. Asante Mungu kwa sababu umenisaidia. Asante Mungu kwa sababu umenisamea. Kuanzia sasa niwe kiumbe kipya, nitende yanayokupendeza. Amen. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu uishie milele. Asante kwa sababu la neno lako. Asante kwa sababu la neno lako kutoka kwa mtumishi wako. Limekutukujia kwa njia ambayo inayoeleweka. Watoto wako wamekuja kwa madhabahu haya, wameweka madhabahu yao chini, wametazama jinsi vile walivyoendelea. Nawaombea baraka, nawaombea ushindi. Naomba Bwana ukakutane na mahitaji yao. Naomba Bwana ukawabariki. Naomba ukawainue. Walio wagonjwa ukawaponye. Waliofungwa ukawafungue. Walio Bwana kukoseza kutii sauti yako, kuanzia mchana wa leo ukakutane na maisha yao. Jina lako liinuliwe. Jina lako lipewe sifa. Uwafanye wawe viumbe vipya kuanzia mchana wa leo. Wawe viumbe vipya. Wawe viumbe vipya. Wawe viumbe vipya. Maana umewaita kwa mwito mkubwa. Uwabariki na uwainue. Bwana, watakaporudi manyumbani mahali wanakaa, Baba ukawalinde, ukawatetee, ukasimame pamoja na wao. Ni kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Hebu niguse mkono, Bwana awabariki. Niguse mkono. Maneno abasesenie. Maneno abasesenie. Msiende. Maneno abasesenie. 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 Mungu awabariki kabisa mami. Mungu awabariki kabisa. Mungu awabariki kabisa. Mzee, Mungu akubariki kabisa. Mungu awabariki kabisa watoto wangu. Mungu awabariki kabisa. Asante. Amen. Hallelujah. Amen. May the Lord God bless you so much. Tiganya sae abaseseni mono. May God expand your territories. Tiganya saga le yobo menyo wenu. Muishie Bwana. Momanyera omonene. Na Mungu awasaidie mdumu katika neno. Anyasaba konye momenye aserina. Ningependa kuomba na nyinyi. Igona sabire nsaba munainwe. Na kwa hivyo ningependa kupata majina yenu. Igoni ntagetenya ora marieta ino. Kwa hivyo nitaomba tu muone Apostolo Ogero aandike majina yenu. Nitaendelea kuomba na nyinyi. Kama uko na simu, naomba pia namba yako ya simu. Amen. Ni kukuombea tu, hakuna kitu ingine. Apostolo Ogero tafadhali. Hallelujah. Bwana asifiwe. Situpatie Mungu makofi na shangwe kwa sababu ya hawa. Thank you so much. God bless you. I want to pray for someone mwenye anasikia anahitaji maombi. Ndio umeokoka lakini maisha yako iko na ubarrenness kiasi. Unahitaji kuwa jump started. Unajua kujump start?
Unajua kujump start? Andika tu. Unajua kujump start? Nataka uinue tu mkono. Uko pale na unahitaji hilo ombi. Ninaomba naomba tu ukiwa pale. Thank you for that hand. Thank you for that hand. I want you to stand. Uko pale na umesikia neno umesema Mungu, I want you to assist me. Your special attention in my life. Thank you for those hands. Thank you for those who are standing. God bless you. May the Lord answer your prayers. May the Lord answer your cry. May the Lord change the situation in your life. May the Lord dig around you and help you to progress. I want to pray that your children will succeed. I pray that your family shall get peace. I pray that your business will flourish. I pray that you will be blessed when you go in and when you come in. As the Lord has promised us, I pray that the Lord shall bless the works of your hands. May the Lord make a special visitation in your life and take away every situation that has been a frustration in your life. May God visit you today. May God answer your prayer. And God, for everyone who has heard this message, I pray that, Lord, you may deal with us like your children. Like your children. Utusaidie. Utupe nguvu. Utusaidie. Utunemeshe. Utusaidie Bwana. Na utuponye. Maana wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. God bless you. God bless you. Let me get a better hand clap than that. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Pastor. Amen. Bwana asifiwe. Ningependa appreciate mtumishi wa Mungu na ile makofi. Tumwagere chitari kuoga. Kuna zile zingine zenye ni non-violent, zenye hazipigi kelele. Tunajua vile zinaenda, appreciate na hizo. Amen, amen. Amen. Thank you so much for that powerful word of God. May the Lord bless you kwa kutuzungumzia na Mungu akuongezee mengine. So kufika hapo ni mwisho wa ibada yetu ya siku ya leo, na washukuru sana nyinyi wote kwa kuwa katika nyumba ya Bwana. May the Lord bless you. Hata mnapoondoka mahali hapa vile tumeombewa kwamba Mungu atusaidie wiki hii tuwe na mwanzo mpya. So kwa wageni wetu wote vile tuliambiwa tutaonana pale kwa meza ya treasurer pale karibu na mlango hapo. Tutajuana zaidi. Kwa wengine wote ningependa kuwawishia wiki njema. Mungu awe pamoja nanyi. Mungu awabariki, awalinde mpaka tena tutakapokutana. Kwaya kuanzia kesho tutakutana na Mungu atubariki. Ningependa tusimame kwa kufanya ombi la mwisho. Amen. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema, tena Mungu mwaminifu. Ili kupendeza leo Bwana, utuneemeshe tena tuwe mahali hapa kwa ajili yako. Tumebarikiwa Bwana, mioyo yetu imefanywa upya tena, imetiwa nguvu kupitia kwa neno lako. Hata tunapoondoka mahali hapa Bwana, tutaondoka tukijua kwamba Bwana unajali maisha yetu, unatupa nafasi nyingine. Bariki wazee na wamama, vijana pia na watoto wote Bwana walioshiriki katika ibada yetu ya siku ya leo. Bwana, tunapoondoka mahali hapa tunaenda tukijua kwamba
hatutaondoka mahali hapa vile tulivyoingia Bwana. Wema wako, neema yako na fadhili zako zitaandama maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tutatembea chini ya ulinzi wako na chini ya neema yako. Utulinde wiki nzima, ukatufungulie milango kila mahali Bwana. Tutakapokuwa tutaona wema wako. Tutakapokutana mahali hapa kwaya kuanzia kesho na wengine Bwana siku zingine mpaka siku ya Jumapili, tutakapokongamana tena kwa ajili yako, tutalishukuru jina lako. Bariki kila mmoja Bwana tunapoondoka mahali hapa. Maisha yetu yako mikononi mwako. Tunatumia wengine the vehicles ambazo zimetengenezwa na mikono ya mwanadamu. Bwana, tunaomba kwamba ukatufunike na damu yako. Neema yako itutoshe katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Unaweza salimia mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, hata 10 ukiweza tukitoka. May the Lord bless you. Mkuwe na wiki njema.